Mbaga, nimekuita hapa na ujumbe wako. Ujumbe kutoka kwa Zoya. Zoya ameondoka. Haipo tena kwenye mji huu. Na kibaya zaidi, hatarajii kurudi leo wala kesho. Ila ameahidi tu atarudi. Lakini sijui lini wala muda gani. Amekuomba radhi sana na anaomba umsamehe kwa kila kilichotokea. Amekiri kwamba hukumbaka, bali kimvuli cha mumewe ndo kilifanya hivyo. Ameomba msamaha sana. Anifa, unachokiongea kina ukweli ndani yake? Anifa, unaniongopea bwana. Kwa nini kaamua kukuambia wewe bila kuniambia mimi mwenyewe? Yaani alishindwa kunifuata mimi mwenyewe kuniambia, akaamua kukufuata wewe kukuambia hivyo. Moyo wangu naumia. Naumia sana. Zoya mimi anipendi. Kama angekuwa ananipenda angenifikishia mimi mwenyewe ujumbe. Inakuwaje kakupa wewe? Shem, Zoya amekiri kukupenda, lakini amekiri anakupenda sana. Na yaani utaendelea kuishi kwenye moyo wa Zoya. Shem, usilie sana. Kosa langu ni nini? Yaani kosa langu mimi kumuonesha upendo kwake yeye. Kosa langu ni nini? Na kuomba usilie sana kama umempoteza Zoya kiasi kwamba hataweza kurudi tena kwenye dunia. Hapana. Zoya ametoka tu kwenda kurefresh akili yake. Ipo siku atarudi na kila kitu kitakuwa sawa. Na imani wakati atakaorudi na haya matatizo yote ya mtaani, matatizo ya mama yake Kiloba yatapotea. Ataweza kusahau kila kitu cha hapa kwenye mji wetu. Anapitia kwenye wakati mgumu sana. Muache akae mbali kidogo, angalau upeo wake na akili yake itakaa sawa. Ila mimi na imani anakupenda sana. Kivuli changu, kivuli changu, kivuli changu, kivuli changu, kivuli changu, kivuli changu. Sauda, wewe Sauda wewe. Afu mtoto analinga wewe, utafikiri mzuri sana. Wewe sijakuonyesha ujeuri eh? Nitakunyonga wewe. Shauri yako. Angalia wenzio walivyokuwa wamepindika midomo mpaka kichwa, na wewe utakuwa kiwete. Wewe hata ngome kiwete. Unaona ugumu kunipa haki yangu mimi, basi utakuwa kiwete. Mimi najua uko ndani, umetaka ndio hivyo, ukutaka ndio vile tulikubaliana. Sasa yale mambo, basi mambo utakuta safi tu. Kila kitu kwako kitakuwa okay. Sauda, najua pamoja na kunyamaza kwako kote unayasikia na yanakufika. Tutaonana kali yako.
Sikiliza Bida, nilikwambia hizi biashara hazihitaji tamaa, ila unapoendea naonekana unaokuwa na tamaa sasa. Hapana bwana, wewe ushakula hela ya watu, kwa nini hutaki kutoa huo mzigo? Pesa unataka yote ushapewa, shida iko wapi hapo? Au unataka kufanya biashara mara mbili? Nisikilize kwa makini Bida, unapoendea utaiona rangi ya pili. Hapana, mimi sitaki tufikie huko unapopataka sasa. Hakikisha juu chini inakuwa hivyo. Ikivuka hapo itakuwa unataka jambo jingine. Hapana, sio nimebadilika. Hili ni swala la pesa. Sawa. Zoya, ni kwa nini umeamua kuondoka na kuniacha? Hata kama hunipendi, ila isiwe sababu ya wewe kwenda mbali na mimi. Sawa, hata kama umeamua kunipa adhabu ya wewe kukaa mbali na mimi, lakini nakuhakikishia kuwa nakupenda sana na sitoacha kukupenda. Sindo wewe uliyesema unanipenda sana, leo wewe umeniacha bado mapema mama. Zoya wewe ulisema kwangu tang'ang'ana, unanipenda na kupenda tuzikwe pamoja. Sauda, nadhani matajiri wameona kazi yetu. Ndiyo mkuu. Na nishamalizana nao. Kilichobaki ni kuwapelekea tu mzigo wao. Na kuna kazi pia ambayo nataka nikupe. Inatakiwa mtazame sana yule mtoto mdogo. Hilo halina shida mkuu. Kwa sababu tunaye tajiri ambaye tumempata. Anamhitaji yule mtoto mdogo. Ila kuna tatizo. Zoya anahitaji kwenda kwa mganga kwa sababu ya changamoto anazozipitia. Anahitaji kwenda kutazama kuhusu mwenyewe. Ina maana Zoya ameamua kuingilia kazi zetu? Ninavyofikiria. Ila na mpango, nakupa kazi, nahitaji umalize Zoya. Hilo halina shida mkuu. Mandhari umenipa mimi, nitalifanya kwa wakati. Nitampoteza dakika moja tu. Yes, kaamua kuingilia kazi zetu. Yaani katika siku ulizonifurahisha ni leo. Umenipa kazi moja nzuri sana. Kazi yangu nahitaji ifanyike kwa wakati. Sihitaji tena masiara. Unaelewa? Kuhusu Zoya, yaani ni sekunde tunamaliza. Hata ukitaka nimalize leo. Sawa. Unaweza ukaenda. Basi sawa. Dada yangu huyu ameniondoa mapema, riziki yangu fungu langu unioni tena. Karibu mzee Tim.
Asante, mimi nashukuru, nimekaribia, karibuni, lakini nimekwambia wale vijana wako waambie tabia ile usiipendi ya uongo na kunisumbua. Sasa huyo Sauda anajifanya yeye anajua sana, ndio mwepesi wa kuelewa. Wewe mtu mkubwa mpaka ucheze na watoto namna hiyo, walipi hasa? Mtoto akishakuwa jeuri mfundishe adabu. Kuwaita watoto, kukaa nao chini, kuongea nao, sio wafanyie vibaya. Wewe mtu mkubwa bwana. Yaani wewe Sauda ana kiburi, sio mchezo. Unaweza kupiga hodi wewe kaita na asikitiki. Basi mimi nitakaa na Sauda, nitaongea naye. Wewe mtu mkubwa, ukifanya tatizo hilo utapata aibu kubwa sana. Na kwa nini ugombane na watoto wadogo? Bwana alivyokubali kujua kama mimi mjukuu wangu, kaa naye, ongea naye. Akukubali mambo yale, kakubali, basi mambo yanakuwa mafupi. Basi hamna shaka, mimi nitaongea nao. Haya, kweli naenda zangu. Karibu. Huu ndio mwisho wa Zoya. Nataka nimpoteze kabisa, aende mbali na hapa. Kwani nimuue Zoya? Hali ya kuwa mara ya kwanza ulisema nimekukosea mimi, ndio maana ukanifanya hivi. Leo Zoya hana kosa lolote, unahitaji kumuua. Ni sawa, wewe ulinikosea na ndio maana mimi ikawa rahisi kufanya hivyo, lakini mimi sina makosa yoyote. Hii ni oda kutoka kwa dada yako. Hapana, naomba msimuue Zoya yangu. Oda huwa haijagi mara mbili, oda huwa inakuja mara moja tu. Na mimi nafuata oda kutoka kwa dada yako. Dada yangu huyu ameniondoa mapema, riziki yangu fungu langu. Yote kwa yote, kesho unaondoka kwa tajiri yako. Leo nataka toa gani? Nataka siku nzima tuwe wote. Naomba huko nipoenda usije ukatamani mwanamke mwingine yoyote yule. Habari yako mganga? Kwema. Sawa, nilikuwa nataka nifahamu tu kama safari bado ipo, na kingine hakuna mtu yote ananisikia. Sawa. Hivi ndugu yangu, habari gani? Fresh tu alhamdulillah. Kwema kaka? Sasa unaendaje? Kazi kwa kweli Mwenyezi Mungu anasaidia kama unavyoona hapo. Ndio tunaandaa maakuli, si unajua tena. Nisikize nikwambie kitu. Wewe sasa hivi nashindwa kutambua kabisa. Kwa sababu gani? Biashara muda wote hii biashara tunakula, muda wote tunakula. Sasa hivi nakuja hapa ninafanya survey kutafuta wewe hapa kuangalia biashara kwaje, najikuta hadi kuna kachumbani. Wewe unakuwa kachumbani?
Tatizo sio kachumbari kaka, tatizo wateja wangu. Mimi hapa nishaunguza hela. Natakiwa patikane hela. Lakini sasa hivi sioni mahitaji ya hela kwa wewe, lakini na mimi mahitaji ya hela kwa mimi ninapata shida. Wewe usilete hela, na shida yangu hela. Ilikuwa inapatikana hela, mimi si kufuatilia kuchunguza. Nilikuwa kwa kijijini ili kufanya kazi ili nipate riziki. Sasa hii riziki usifanye kwa mimi kwa nini riziki? Subiri kwanza. Bai. Nashindwa kueleweni kama hela nishatuma. Sasa vipi biashara? Bosi, kuna vitu bibi alikuwa anavimalizia, kwa hiyo kashamaliza na tushakubaliana. Nadhani kesho kutwa usiku mzigo wako utakuwa umekufikia. Ndio saundi hizo. Unashindwa nipate ukweli kama kesho saa 4 usiku. Mimi niko tayari kusikiliza. Kama unavyonijua, sina tamaa na sijai kufeli kwenye kazi. Hivyo ondoa shaka kabisa. Iko nilichokuambia ndio kinachoenda kufanyika. Kesho nakwenda mwisho. Kesho nakwenda mwisho. Nijue nimefikia wapi. Sawa bosi. Si unajua mimi nakwambia. Yaani mimi kusamea kwa mimi. Hapa unaondoka, utaenda kukaa nyumbani kwa mlinzi wa geti. Na usikupi shilingi 10. Toka tumekuweka pili sawa. Si tumeelewana? Basi shauri yako. Shemeji, mimi bwana, swala nililoleta hapa ni kuhusiana na mwanao Sadiki. Sadiki bwana amepotea, na sijui kwa nini bwana Chanda anashindwa kukuelekeza kuhusiana na swala hili, na ni muda sasa toka mwanao amepotea. Sikia shemeji, hujaoa, huna mke na huna mtoto, hujui uchungu wa mtoto. Shemeji, mwanangu anaanzaje kupotea? Mimi siwezi kujua amepotea vipi, kwa sababu wakati anapotea mimi sikuwepo, na isitoshe wewe na Chande nyewe ndo wazazi wa mtoto. Nyewe kama mmeshindwa kujua anapotea vipi, mimi najuaje sasa? Mwanangu anapotea kizembe? Naona una maneno mengine ya kuongea eh? Toka. Hivi mtoto anapotea, wewe uchungu wa mtoto wewe. Sikuwa na lengo baya kuja kukupa taarifa hizi. Nilidhani pengine unaweza kuwa na option nyingine ambayo inaweza ikasaidia kumpata mwanao. Nenda. No. Mwanangu poteaje? Nenda. Bado nafika. Una uhakika ndo kwenyewe? Kimanikasa napenda hapa rafiki. Sawa, asante.
Tayari nimeshafika ulipomwelekeza bodaboda. Sawa, fanya haraka. Jitahidi uhakikishe umewahi kwa wakati, kwa sababu haitajiki mtu mwingine ajue kama mimi nimefika hapa. Mimi kwa moyo zangu na stare zangu na naidia utamu. Afu wewe tabia yako sipendi. Hapa wapi? Hapa wapi? Tayari tumeshafika safari yetu. Sasa, lete simu nimpigie. Nimeshampigia simu Zoya. Ameniambia yupo njiani anakuja kutufuata. Afu kwa akili une? Kwa nini unampigia simu wewe wakati mimi ndio mwenye kazi yangu? Yaani wewe una sobo sana. Wewe unapenda sobo. Afu utakuja kugombana hivi hivi mambo kama hayo ya kijinga jinga. Ndio maana mwenyewe vile vile sipendi kukuita kwenye kazi zangu kwa sababu nakujua wewe una sobo. Yaani ukishaona tena watoto wazuri tena unaitikisa mwenyewe. Muangalie vile. Chefu, soma hata hivi uone. Hilo ndo tatizo lako. Na ndio maana hata mimi sipendi kuja kwenye kazi zako. Najua tu hatujawahi kufanya kazi mimi na wewe bila kulumbana. Una maneno mabaya sana, una maneno ya kashfa. Kama unahitaji mimi nije kufanya kazi zako, ni bora wewe unasema tu. Ukiona poa. Wewe vipi bwana? Usiambie kweli wewe nani? Kama unanuna, shauri yako. Mshenzi wewe. Lakini kweli nimeshakwambia. Hata wewe alikwambia hivi. Yaani wewe tabia yako ukiambia kidogo unanuna. Ukiambia kidogo unanuna. Usiambie kweli wewe nani? Umekuwa kisiki. Lakini kuzuri. Kuzuri huku. Tofauti na kule kwetu. Kwetu juu kidogo kule kumekadada. Lakini huku kuzuri huku. Hata unisapoti. Ndio umenuna. Wewe nuna tu. Lakini ujue kabisa hii kazi ya kwangu. Hizo sobo tu. Sobo unazo. Hii kazi ya kwangu. Nuna lakini umekuja kufanya kazi yangu. Chefu.
Niambie bosi wangu. Bali, una matatizo gani? Nashindwa kuelewa. Huo ni ujinga na kunifanyia nini? Mimi sifanyi nao bali. Umesema nitume pesa, nimetuma pesa. Mbona bidhaa hii mpaka sasa sijaiona? Bosi, mbona mzigo wako ushaletewa? Ina maana hujauona? Mimi ndio nimeanza nyumba yangu. Hii sasa ndio siku sasa ndio wote kuingia. Bidhaa hii sijaiona. Wala kwa nini niko nyumbani kwangu sasa hivi? Jana niliongea na Biba. Alimtuma yule msichana wake. Na alinifahamisha kabisa kwamba yeye ndo anaopeleka huo mzigo. Sasa endapo unaniambia mzigo hujafika, unanichanganya mimi. Nataka hela yangu. Kama utashindikana naomba hela yangu. Nataka hela yangu. Kwa taratibu tu, naomba unipe hela yangu bwana bai. Bali. Bwana ndugu yangu, samahani sana ndugu yangu. Nimeona bidhaa. Mimi ndo maana wewe mwanangu nakukubali sana mwanangu. Na maana nitafanya sana business na wewe mwanangu. Wewe nakukubali sana mwanangu. Mtu bora. Unajua kabisa mimi kwenye hizi biashara huwa sinaga yani mbambamba kabisa. Yaani ulinichanganya, umenipeleka mbali ujue. Fresh, haina shida. Tajiri bwana. Yaani nataka kunijambisha kabisa. Mambo Poa, vipi? pesa nzima. Nzima. Nimetoka kwako hapo, ila nikasikia kukuta. Kumbe ulitoka? Yeah, nilitoka kidogo. Nimekuletea chakula hiki, maana kwa mandhari ya pale nyumbani kwako najua kabisa hujapita. Asante. Wala sijisikii kula. Tangu wameondoka Zoya, umekuwa na mawazo sana, umepoteza damu ya kula, ila inabidi ule chakula ili uweze kumaliza vizuri ile Zoya yako. Hapana, mimi wala simwazi Zoya, ila sijisikii tu kula. Nimepika hiki chakula kwa ajili yako. Kama hautakula hiki chakula, ndio itakuwa mwanzo na mwisho mimi kukupa msaada wangu. Lakini kama utakula chakula hiki, ndio itakuwa mwanzo wa mimi kusaidia. Naomba ule chakula.
Zoya ameshafika. Kweli kweli. Poleni na safari. Asante. Asante. Itakuwa nimewaeka eh? Hapana, wala hukuchelewa sana. Wewe shogo. Shogo, mimi nilijua tu wiki mbili. Mwangalie hivi. Jamani. Njia hii hapa. Hivyo tunaweza tukaelekea nyumbani. Tuendeni. Huyo ukitamkuta kitu anasema huyu au kishamtaka udimu. Shenzi. Zoya, leo nateketeza maisha yako. Endapo utavuka zindiko hili na maisha yako yapotee kama zindiko hili linavyolifikia hapa, asikuone mtu yoyote yule, ufie ndani, uozee ndani, na asikusaidie mtu yoyote, ukose msaada kwa majirani, uozee humo ndani kwako. Kivuli changu, kivuli changu, kivuli changu, kivuli changu, kivuli changu, kivuli changu.